wanaondoa hiyo sulfur then wana compress kwenye kamtungi ambacho sasa ndo kama mlivyokiona pale kamtungi sasa ndo kanahifadhi gesi, then ile gesi inapelekwa moja kwa moja kwenye jiko. Kwa kuna process kama hizo zinatumika. Na mimi hapo awali nilikuwa impressed. Hivyo hivyo aliniambia hivi, Khadija, you're collecting this plastic mbona naweza nikafanya kwa tunako. Nikasema okay, let us join forces, kwa sababu mimi na produce naweza kuzikusanya, basi itakuwa ni rahisi wewe kuwa supplied, naweza nikakutumia tukazitumia katika kutengeneza hiyo gesi. No, hongereni sana. Asante sana. Khadija, ni ushauri gani unaweza kumpa binti ambaye anakutazama wewe, anatamani kufanya vitu unavyovifanya, lakini anaogopa kuanza au hajui pa kuanzia, anzie wapi? Sawa. Mimi kama mwanamke, kama binti wa Kiislamu, kwanza namwambia binti yoyote vazi lake lisimfanye abadilike, kwamba kutokana na mazingira, labda mimi ili niwe sehemu fulani lazima nivue hijab au niwe sehemu fulani lazima, hapana. Baki na hijab yako, ni confidence yako. Hilo ni kitu cha kwanza. Pia cha pili ni kwamba anza, mimi ni mhasibu, lakini kupitia uhasibu wangu usikusema Mungu wangu nikakuta matakataka fulani atanionaje nilosoma naye, hapana. Lakini niliamini katika ndoto yangu kwamba hizi plastic ni mali. Hii plastic nikikusanya hivi itanitunzia mazingira. Kwa kupitia hivyo iliweza kunisaidia mimi kutengeneza confidence kwamba let me focus katika ndoto yangu. Usiangalie pembeni. Miluzi mingi humpoteza mtu. Focus katika ndoto yako. Kila unachokiamini, kile ambacho unahisi katika kichwa chako kinakusumbua, kifuate. Angalia tu njia za halali, usipite za haramu, lakini hakikisha kwamba uiache ile ndoto. Sawa, utafanya kitu kingine cha kuingizia kipato, lakini ile ndoto yako ambayo kila siku inakupigia makelele katika kichwa chako, masikio yako, ifuate, usiache. Just focus, utafika. Msikate tamaa. Changamoto ziko nyingi, kuna muda kabisa unaanguka, sasa ngoja kwanza nitulie kwanza, lakini kuna muda unasema hapana, ngoja niinuke tena nifanye. Kwa tusiogope kudondoka, tutadondoka, tutainuka, tutaenda. Kikubwa tu unachokiendea ni cha halali na kina faida katika jamii na wewe mwenyewe, ustawi wako wa maisha. Miruzi mingi humpoteza mbu, anasema. Nimeshika huo, sitosikiliza ya pembeni. Okay. Khadija, ni kitu gani kimoja ambacho watu wamekuwa wakiki underestimate about the hijab women? Mimi hata katika jamii yangu wakati nakuwa, mtu ukivaa hijabu unaonekana ni mshamba afu mzee, upo nyuma ya wakati. Hiyo ndo tafsiri ya watu wengi sana. Ndio maana utakuta mtu akipata matatizo anakimbilia hijabu au nini, mtu hivyo kwamba anaamini kwamba ukivaa hili vazi ni shida, lakini kiuhalisia hili vazi sio shida, bali ni identity, ni utambulisho wa wewe binti, ni stara, inakustiri wewe, mwili wako na kila kitu chako. Pia ni ujasiri. Mimi naita kwamba ni confidence, kwamba ni ujasiri, ni vazi la kiujasiri kiasi kwamba ukisimama sehemu mbele za watu unajiamini kwa sababu mwili wako umestirika. Kila kitu, hata na imani, hata mawazo utakayoyatoa yatakuwa katika hali ya kistara na wala si ya kukarahisha watu. Na unaweza ukasimama sehemu yoyote hali ya kuwa umevaa hili vazi, kwani ni stara tosha kwa mwanamke, na hata jamii pia itakutazama katika namna nzuri sana. Let us be proud regardless. Yes. Personally, sometimes I don't wear proper hijab, lakini I'm so proud of the hijab. Yes. If you could give one advice to your younger self, vile ulivyokuaga nyuma, maybe yuko na hofu, maybe yuko na moyo kukata tamaa, au kuna vitu usha kupitia, utajishauri nini kama ungejiona vile ulivyokuaga zamani? Uwezi amini ufanya, yani nilivyokuwa na I see kuna one of my role model like Rahma, kwamba ningekuwa chuo natamani nirudi, kwamba nianze kufanya hizi harakati. Yani naona kwamba nimechelewa, kwamba kwa nini sikufanyaga, kwa nini sikuanza nikiwa nasoma, why? Yani kwamba hizi opportunity nimechelewa kuzijua, huku nimechelewa kufanya take action, kwamba nilitamani nianze hizi harakati za conserve environment while nilipokuwa nasoma. Nijua kwamba mpaka sasa hivi ningekuwa niko mbali sana, lakini bado narudi tena nasema sijachelewa, nipo katika muda sahihi. Yes, hakunaga kuwahi wala kuchelewa. So to Khadija's younger self, you are doing great. Khadija yuko anafanya mambo makubwa ambayo mabinti wengi tumeshindwa kufanya. Hongera sana 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 sana. Where do you see yourself in next 5 years and what legacy unataka kuacha kwenye jamii? Okay.
Mimi ndoto yangu kubwa si kuishia kukusanya tu hizi taka, bali nataka niwe na kiwanda. I want to have an industry ambayo itakuwa ni ya mashine ambazo zinasaga hizi plastic kuwa katika raw materials na kuzipeleka katika nchi mbalimbali, na ndio maana hata mpaka sasa hivi nina cooperate na watu ambao wana transform hizi plastic kuwa gesi. Kwa I believe kwamba, naamini kwamba huko mbele nitakuwa nitafanya vitu vingi sana vizuri na nita advance kama kuwa na mashine ya kiwanda, kufanya exportation kwenda nchi, kwa sababu hii product naweza nikasema the demand is high more than supply. Uhitaji ni mkubwa sana kuliko supply yake. Kwa inamaanisha kwa style hii we can export, we can sell it in various places in this world. Kwa hiyo mimi ni moja ninajiona niko hapo. Anasema the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. So you are. When people hear the name Khadija Inkia, unatamani wawe wanakumbuka kitu gani kutoka kwako? Okay. Wajue kwamba ni binti ambaye ni jasiri na pia ni mjasiriamali na pia ni mtu ambaye anaipenda jamii yake. Mimi binafsi huwezi amini, nilishaambia hadi viongozi wangu nikamwambia kwamba natamani hata mashuleni tuwafundishe watoto kuhusiana na tuache legacy. Wajue kwamba taka ni fedha, ni mali. It means kwamba wanapokunywa soda au maji wakatupa majalalani si sawa. Tuwatengenezee waste places, material recovery facility ambao watakuwa wanaweka zile taka zao za plastic kwa ajili ya kwenda kuziuza na kuweza kununua peni zao hadi madaftari yao. Kuna legacy nataka niache kwamba my trash my pen, my trash my exercise book, kwamba uchafu wangu ni kalamu yangu au uchafu wangu ni daftari, kwamba watanunua madaftari au box la peni na kujaliwa madarasani. Kwa mimi ndio kitu ambacho natamani kwamba hivyo, kwamba kuelimisha jamii, kwamba kujulisha kuanzia kwa mtu kwamba taka si uchafu, taka ni mali. Hongera sana. Asante sana Khadija. Na kwa kumalizia, kwa mtu ambaye anakusikiliza, msichana, binti ambaye anavaa hijab, ni kitu gani ambacho unataka kumwachia kwa baada ya hii conversation yetu ya leo? Mimi namwambia your star is your beauty, your hijab is your confidence. Keep on wearing it. Mashallah. Allahumma barik. So thank you so much Khadija. It was a great moment having you. Kama nilivyoambia, Khadija ni binti ambaye anafanya mambo makubwa. Imagine a motherhood, marketing officer, CEO, title ni nyingi. Mwenyezi Mungu akubariki. See you next time, and viewers and followers, we are excited for the next person to come.